nimechagua baraka, nimeachana na laana. Sasa leo mnanikumbusha nini wahubiri? Mnanikumbusha laana na niliachana nazo, mnanikumbusha za nini? Eti kwa sababu nimefanya kitu kikakataa kufanyika, kwa hivyo ni laana za baba. Nani alisema? Halo? Eti huko kwetu pia hawafanikiwagi. Nani alisema? Wewe ulishatengeneza na Bwana, ulishabadilika, ulitoka kwa hawafanikiwagi umeingia kwa wanaofanikiwa. Sasa unajirudisha huko. Kwa nini? Huko ukijirudisha unakombolewa na nani? Wakati ulishavutwa, unajirudisha mwenyewe kwa matope. Mbwa inakula matapishi. Jamani, twendeni na Yesu. Anasema jitwike msalaba wako nifuate. Hizi misalaba zingine unaenda kutafuta huko za nini? Yaani wewe ndio umeambiwa jitwike, maana roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Sasa mimi niliamua kuondoka kwa dhambi, nimekuja kwa utakatifu. Nitakufa tena? Nitakuwa na mambo ya kukufa? Mimi ni mambo yangu ni uhai. Kwa hivyo mimi kitu changu kikifeli, simleti shetani hapo nimtumlishe. Mimi changu kikifeli nasema hii ni mitihani ya kukomazwa misuli. Bwana asifiwe. Amen. Nini ya mwamini? Siku moja kwa Biblia watu wa Israeli walisema mahali hapa tunapokaa ni padogo. Jamani, tupanueni maskani. Wanamwambia nani? Elija akawaambia nendeni mkate miti. Sasa jamaa wakati huo uchumi uko kidogo, kwa hivyo wakaenda kuazima mpaka shoka la kukata miti. Ushaona mtu ameishiwa mpaka shoka ya anaenda kuoga kukata nguzo za kujengea? Ndivyo hivyo kulikuwa. Sasa hana shoka, akaenda kuomba shoka wajenge maskani ya Bwana. Kwa hivyo wakaenda, walipofika mtoni, huko mtoni ndio kuna miti huko Israeli, maana hapo ndio kuna mto, hapo ndio kuna miti. Saili anakata kashoka kakang'oka konglo ndani ya maji chubu. Akalia, na nyaku wazima, itakuwaje mtu wa Mungu? Unaona mahali alikimbilia mtu wa Mungu. Akaja akatupa kijiti, lile shoka likaelea. Shoka likavunja sheria. Shaona shoka linaelea juu ya maji, kwani ni wewe? Kaelea juu, akaokota, kazi ikaendelea. Ninasemaje? Kukutana na feli sio kwamba ni shetani. Ni pia umkumbuke Mungu katikati ya kazi. Bwana asifiwe. Ya kwamba shoka limeanguka, niende wapi? Sasa ukianza kulalamika, sijui nitaenda kumpiga Kiswahili gani, nitamwambia hili shoka limeenda wapi? Unajadiliana na shetani. Ita Mungu, hapa shoka limepotea, limezama, kutaendaje kuanzia hapa? Mradi wangu umeharibika, kutaendaje kuanzia hapa? Mahali nimefeli, kutaendaje kuanzia hapa? Hata ufeli kwa masomo haimaanishi wewe ni bure. Mimi nimeanguka mtihani, sasa kuanzia hapa Yesu kunaendaje? Kunaonyesha njia. Unaanza kurudi kwetu, watu wamalizaki class 8. Nani alikuuliza mambo ya kwenu class 8? Mambo wewe ni wewe na Yesu, na biashara ni wewe na Yesu. Maana roho yako ndio imeamua kufuata Yesu, si ukoo wa kwenu. Wewe si wa ukoo tena, wewe ni wa Bwana Yesu. Amen. Tunapenda kurudi Misri ili tunaenda kutafuta nini huko? Nayo mahubiri ni matamu ya kukombolewa. Jina lako unaitwa nani? Ni jina la nyanyako. Hiyo utakaa kimbwa. Utakuwa unakula huko, hauleti nyumbani kama mbwa. Kwa vile unaitwa Mwakoshi. Kuna nikishaokoka na jina langu limeokoka. Ama kuna kitu nawacha nyuma. Nimeingia kwa Yesu na majina yangu na mizigo. Cha kutuliwa kinatuliwa. Sio ninaenda kutafuta nini? Bwana asifiwe. Amen. Sasa anasema amewafanya kuwa moto. Sema moto. Sasa ukishafanywa kuwa moto namna hiyo, ukifanywa kuwa ndimi ya moto,
ndini ikiwa inawaka hapa kando kando kuna nini? Si mwangaza. Ndini ya moto ukiweka kwa giza kunakuwa na nini? Kunakuwa na mwangaza. Mwangaza unasaidia nini? Unasaidia watu kuona, hata wewe mwenyewe kuona. Kwa hivyo huu mwangaza uko kunisaidia kuona. Saa ile nimejichafua. Unajua unaweza kujichafua. Unajua unaweza kujichafua. Kama hauwezi kujichafua, utapita kwa uchafu. Umepita watu, kwa mfano hapa Kenya, wakati wa siasa watu wengi huwa wameanguka, wameacha Yesu. Wakati wa siasa. Maana wanapenda chama kuliko Yesu. Wanapigia watu debe, unaweza ukakosana na mwokovu wakati amegundua wewe uko upinzani ama uko kwa unashabikia mwingine na yeye anashabikia mwingine. Hamjakosanaga? Sio inatokea ubishi mwingi, mabishana juu ya mwanadamu na bishana juu ya mtu. Wewe bwana asubishane juu ya Yesu. Na wajamaa wanakosana. Hata tumeshaona watu wakichoma nyumba. Tumeshaona watu wakidungana kisu. Tumeshaona hii Kenya. Ama inatokea? Watu wanapigana. Watu sasa hiyo ukabila ndio unawaka ndani yao, sasa hiyo ndio wamekuwa makabila. Vile nyinyi mko na Wakamba hapa sasa hiyo ndio mnajua kuna Wakamba. Wakati mwingine mjuaji wa na muwapende na mpendane. Sasa mambo ya Wakamba wataita nini? Wachaneni kando. Kile ambacho kiko, tumezaliwa mara ya pili, sisi ni ufalme mmoja, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Haleluya. Huyu ni ndugu yangu, iwe ni wakati wa kampeni ama si wakati wa kampeni, tukae tumeokoka siku zote. Amen. Sio unawacha Yesu, kampeni ikiisha unavaa tena Yesu. Unafikiria ndugu ya mtumba? Yesu si mtumba bwana. Yesu ni uzima wa milele. Sasa kunakuwa na nuru. Ndio maana katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 14, hata tutasoma uone vile unatakana kuwa nuru. Mathayo, ukifika hapo tafadhali, 5 mstari wa 14. Sema, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasema nyinyi, kina nani? Sema mimi. Jisemee wewe ya kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Sasa ulimwengu ni watu. Ulimwengu ni nini? Watu. Sio hii ardhi. Hii ardhi inaitwa dunia. Na kwa dunia kumegawanywa nchi mbalimbali. Kwa hiyo nchi kunaishi watu wa hilo taifa. Kwa hivyo sisi tuna taifa linaitwa wa Kenya, alafu tuna nchi inaitwa Kenya. Umeelewa na hiyo mambo? Sasa ukiwa nuru ya ulimwengu, unakuwa nuru ya watu. Ukishakuwa nuru ya watu, hao watu wana mfumo wao wa uongozi. Wana chifu, wana subchifu, wana wabunge, wana siasa, wana nini. Sasa huo mfumo wa uongozi, kama una giza, wewe ni nuru, kazi yako ni kuang'aa giza itoweke. Sasa unashangaa wokovu mzima yeye ameshika matawi anaenda maandamano. Sisi sio maandamano, sio alivyo. Sisi ni nuru. Nasema hiki kitu hatutaki. Tunaingia kwa maombi. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu anguka, kwa jina la Yesu anguka, kwa jina la Yesu anguka. Unasikia kikao cha bunge huo kimebadilisha wazo.
nasema huu mswada umeanguka, tunaandika mswada mwingine, story imetoka. Naonaje hiyo? Lakini watu wasiomjua Mungu acha wabebe matawi, wamwagiane maji pale bungeni, watukanane, maana hawamjui Mungu. Lakini wanaomjua Mungu wanajua mahali pa kukamana. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo Mungu atayasababisha yafanyike, na mambo yenyewe ni mabaya, lakini yeye ndiye ameyaweka. Kwa hivyo kila kitu si cha kufanyia maandamano. Kuna vitu ambavyo ni vya kuudhi, vimekuja ili vikutengeneze wewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mfano, yule mtu ambaye alitengeneza hii stima unaiona hapa, unaifurahia, alianguka mara 99. Anajaribu na fail, anajaribu na fail, anajaribu na fail. Alikuwa mtoto wa mwokovu. Mamake naye anaombea kijana. Huyu Faridai alikuwa anataka nini? Alikuwa anataka watu wafanye kazi usiku na mchana. Sisi tunafanya. Hilo ni wazo Mungu aliweka ndani yake. Watu wapate suluhu ya kuweza kufanya kazi usiku na mchana. Unapewa wazo na Mungu alafu linafeli 1, 2 mpaka 99. Mimi sijui kama nitatoboa. Lakini kwa sababu ni neema za Mungu naweza kutoboa. 99. Mtoto wa Kiafrika anasema hii ni laana ya babu. Huku wakifanikiwaje? Kisha anawacha. Hakuna laana ya babu. Halo? Wewe na babu alishaziko zamani, wewe na babu mna mawasiliano gani? Na wewe ulishatoka kwa ufalme wako. Wewe unarudi huko, unarudi kufanya nini? Jamani, sijui kwa nini nawaambia hizi vitu. Inakaa mnarudi huko sana. Tokeni. Haya. Huu moto jamani si wa kuzima. Moto si wa kufanya nini? Huu moto ni wa kuendelea. Yaani moto hauzimi, kwa sababu huu moto unafanya huduma ya Bwana. Kitabu cha Walawi sura ya 6:12. Walawi sura 6:12. 12. Nani amefika hapo? 6:12 nasema, na huo moto ulio madhabahuni utautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Sasa zamani kwa hekalu kulikuwa na mahali ambapo ni pa kutolea sadaka. Unaelewa Na ni sadaka za kuteketeza. Sadaka za kuteketeza ni kwamba unachinja kama ni ng'ombe ama ni mbuzi, unaitoa ngozi, alafu unaianika hapo juu, unatoa matumbo, naweka juu ya kuni, inawaka, harufu inaenda kwa Mungu. Mungu anasikia vizuri akivuta hiyo harufu. Unaelewa Sasa siku hizi sisi hatufanyi hivyo. Sisi ni maombi tunapiga. Sasa ile unapigaga maombi ni sadaka kwa Bwana ya kuteketeza. Umejitolea. Ukifunga ndio harufu inafika tamu zaidi. Amuelewi? Utaenda usome habari ya Nuhu, sura ya Genesis, kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Soma habari ya Nuhu. Nuhu baada ya dunia imezama kwa maji,
maji alipoondoka, alitengeneza madhabahu, akateketeza sadaka. Inasema Mungu akafikiwa na ule utamu wa harufu, akasema kuanzia sasa sishindani na mwanadamu, kuanzia sasa sitaiharibu dunia kwa maji, na nimeweka upinde hapo, ishara ya kunikumbusha sitaharibu dunia kwa maji. Akasema mwanadamu sitamtesa, wakati wa jua nampa jua, wakati wa kuvuna mavuno, wakati wa seed time, wakati wa kupanda apande, season zisiharibike. Zilikuwa zinakaa mbaya kindo hizi tunazo, lakini kwa sababu ya ile sadaka akaweka majira yakae sawa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Sasa moto huu hautakikani uzime. Sasa wewe ambao umefanyika kuwa kizinga cha moto, hautakikani kuzima. Kila siku toa sadaka ya kuteketezwa, yaani piga maombi. Piga nini? Maombi. Sio unakaa mpaka unasikia umekuwa sugu, yaani umeshikwa mpaka kuomba imekuwa matatizo. Wacha kuomba, ina flow, unaenjoy kama mtu anaogelea hapo. Maana sasa ukiwa ndani ya roho na roho ndani yako, jamani, si unakuwa mwepesi? Lakini sasa ukikaa umenyauka, unangojea ibada uje kusomewa Biblia Jumapili mpaka ile Jumapili nyingine. Siku zote za katikati kuna ile umesoma Biblia, haujaenda ukawa na ushirika wa mtu, lakini ulienda kwa vikao vya masengenyo. Ila ukienda kwa kikao cha sengenyo, moto unapungua. Unajua hivi? Mimi ninajua hayo mambo. Ukienda kwa vikao, hata vile huwa mnaenda vya merry-go-round, na sijawaambia muende msiende, vinakuaga na kukua sana, vinapunguzaka mafuta yakipungua na moto unapungua. Amen. Ama unaonaje? Mimi shaketi vikao vya siasa, niliomba kura, sijawaambia niliomba kura, siombi tena. Niliomba kura ya kuwa kule Tabet, na ninajua kila nikitoka kwa kikao nilikuwa naona umepungua, lakini najipa moyo. Haleluya! Upako wa Daudi na uwe juu yangu, upako wa kifalme na upako wa hekaluni. Haleluya, haleluya! Najikaza, lakini nagundua nikagundua hata na vifungu vya Biblia, jamani, vilianzaka kunitoka. Ndio nikakumbuka tulikuwaga na Samboja, alikuwa anajua Zaburi wakati wa kampeni. Alipokalia kwa kiti, Zaburi ikaisha yote. Akaanza noma kama noma. Kutana na yeye, msalimie somo wangu. Ndio hivyo, inamaliza, inakunyonya. Sasa ndio maana uende kwa ibada kila wakati, kila siku. Hata kama utakuja ukipate peke yako, kuwa hapo, mwambie Bwana, mimi nimekuja mahali pa kukutana na wewe, niko na kikao na wewe. Haleluya. Sio unaanza kutupa macho hapa. Na kina nani wanakuja? Aliyekwambia unakuja na kina nani ni nani? Wakija sawa, hawajakuja upo wewe. Amen. Kwa hivyo ninatarajia mwanze kukutana siku za katikati wapi? Iwe ni maombi, iwe ni fellowship. Someni mstari wa Biblia, ombeni hata kama mjui kuhubiri. Someni Biblia. Someni hata mtu mmoja aje asome. Kwanza mko na watoto wanajua kukariri Biblia. Soma tu maandiko hivi chapter moja, wengine wakisikiza. Soma tu. Alafu mwambie Bwana, tujui kuhubiri, utatusaidiaga kesho. Lakini kwa leo tunaweza kusoma, jina la Bwana libarikiwe. Na tuimbe wimbo mmoja, na tuombe familia zetu, tuombe taifa la Kenya, tuombe tu chochote kile tunaweza omba, na tuombe na tuseme amina na twende nyumbani. Kesho mnagundua mmekuwa wazuri zaidi. Kesho mmenona zaidi. Kesho mmeongezeka zaidi. Kesho mmejiamini zaidi. Kesho mhubiri kwa. Amen. Haleluya. Amen. Hii mambo hii ni kupambana hii. Shetani lazima aweko mahali pake. Wapi pake? Chini ya miguu ya mateule. Hapo ndio mahali pake. Si aliambiwa atalishwa mavuno. Hamjasoma Biblia?
Hapo wakati Adamu na Hawa walipokula tunda, Mungu akatokea, kila mtu alikuwa adhabu yake. Nyoka aliambiwa gongo kichwa utagongwa na tena utakula mavumbi. Nafikiri mavumbi yanakulaje? Sisi ndio tuliotumwa, kaambiwa tumkanyage, kikanyaga vumbi itoke. Wewe ndio kazi yako ya kulisha shetani mavumbi, na wao unajibania hapa utaki kumlisha. Hebu mlishe. Atakula mavumbi, anatembea kwa mavumbi, mrambishe, level yake ni ya chini. Yesu anasema kwa kitabu cha Zaburi, nao utakaokaa Bwana wangu aketi mpaka adui wake wote watakapokuwa chini ya nyayo zake. Amen. Akule mavumbi hapo. Amen. Sasa una wasiwasi gani? Sema asante Yesu kwa hiyo cheo. Asante Yesu kwa hiyo mamlaka. Asante kwa hiyo upendeleo. Sasa katika hali ya utumishi wetu, moto haustahili kuzima. Huu moto usipozima, tabia zetu zitakuwa zinajengeka, character. Tutaonekana tuna upendo, tuna furaha, tuna amani, au nuni, hata kama hujakula samba au nuni, uko vizuri. Haleluya. Amen. Jamani, wakati mtu ambaye anahangaika kwa akili na kwa moyo akipungukiwa, nilipatana na mama moja, akibaki na shilingi 5,000, kichwa inauma, anaanza kuharisha, amejaa wasiwasi, huu utaendaje? Alikuwa ananunua sukari, ananunua kilo 25, akiona inaenda kubaki kilo 1, anababaika. Sasa wao wananiuliza, hata ni kilo 1 sina na sibabaiki, afadhali wewe. Alikuwa anababaika. Kawaambia hii ni mapepo. Na unaendaga chachi kila siku, unaenda kufanya nini? Umeini mapepo, una wasiwasi gani? Wenzako kuna walioambiwa nendeni, msibebe mkoba, na wakaenda kuhubiri hawajabeba mkoba. Wewe una sukari kilo 1, kuna mwingine hana, unababaika. Hii ni mapepo, yatoke. Na yakatoka. Na akakuwa vizuri. Wakutana wakati mwingine akanambia, yaani hivi mtu anaweza kakopa shilingi? Yaani hivi kweli kabisa mtu anaweza akaishi akafanya biashara bila kukopa? Yeye anafanya. Baada ya hayo mapepo kutoka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hauyumbishwi na kitu chochote. Alafu unakuwa na nguvu ya kuwatendea wengine mema. Mtu aliye na moto ana nguvu ya kuwatendea wengine mema. Mtu ambaye hana nguvu, kazi yake ni kutaka kulipiza kisasi na kuwaombea wengine mabaya. Huku kulifika lile ombi la back to the sender. Irudi mahali imetoka, irudi. Hao watu hawana nguvu. Wanyonge, na kwa sababu ndio level yao, waachana na hilo ombi la unyonge. Watu wenye nguvu wanajielewa. Wanasema kile ninajua, silaha yote iliyo kinywa changu haiwezi nigusa. Haleluya. Amen. Haiwezi. Sasa wewe unaanza kuchukua silaha zilizotupwa kwako, unaanza kurudisha. Anaenda anatafuta nguvu zaidi, anakurudishia. Mtarudishiana hapo, na Yesu atakuwa anakuangalia. Anaona mtoto mjinga ambaye hatumii akili, hatumii nguvu yake, hatumii mamlaka. Zima mishale yote. Haleluya. Wateke nyara maadui wako, wakamate, wafunge, waudhurishe mbele za Bwana. Okoa hawa mateka nimekuletea Bwana, wabadilishe. Kama mkiwaua wachawi wote, tunangojea nani wakuwe wazee wa kanisa kesho?